Shura tulianzisha shura ya maimamu, alikuwa ndio katibu mkuu wa kuanza shura ya maimamu. Baada ya maimamu shura ile ilikuwa ikifanyika basi ilikuwa hii rejea Qur'ani sura ya 5 aya nambari 3. Allah subhanahu wa ta'ala tusema al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatupa taarifa kupitia kinywa taharifu cha mtume wetu Muhammad kwamba al-yawma ya'isa alladhina kafaru, imekuja katika ismu maarifa, siku maalum ile ambayo kwa amesimama mtume katika viwanja vya Arafati, tena kwa siku ya Ijumaa. Anaambiwa siku hii ya leo wapinzani wamekwisha kata tamaa na utaratibu wenu huu, mfumo wenu huu aliokuwekeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wamekwisha kata tamaa na hali kama hii, mitihani mizito mmeipata, lakini wakaona mnaendeleza kutangaza ufalme wa Allah, mnaendeleza kutangaza haki kwa kila mwanajamii, mnaendeleza kutangaza ule uhuru wa kuabudu kwa kila mtu na nafasi yake, wamekushakata tamaa. Wala takhshawun wakhshawun, kichokuwepo basi msiwe na msiwaogope hao wapinzani, niogopeni mimi ambaye nimekamilishieni utaratibu huu wa maisha, kama ilivyokuwa katika kauli mbiu amani, na Uislamu ndio umejengwa katika sura hiyo. Al-Islam dinul amni wal istiqrari min kulli nahiya, nahiyatu siyasiya, nahiyatu ijtimaiya, nahiyatu thaqafiya, nahiyatu iqtisadiya, kwamba Uislamu ni dini ya amani, Uislamu ni dini ya utulivu katika nyanja zote. Katika nyanja zote Uislamu umekamilika. Pale Allah sema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku hii ya leo aliyokuwa amesimama mtume wetu Muhammad karne ya 7 katika viwanja vya Arafat, ambayo siku hii ya leo nimekamilishieni nyinyi Waislamu utaratibu wenu wa maisha. Katika upande wa kisiasa Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha ukamilisha katika siasa ambazo amezielekeza mtume wetu Muhammad, alizozifanya mtume wetu Muhammad. Hakuwa na kinywa cha kutoa maneno machafu. Angalia katika maisha ya mtume wetu Muhammad, kulikuwepo na watawala ambao si Waislamu, lakini alikuwa akiwapelekea ujumbe, akiwapa nafasi zao. Kama akiandika barua anasema min Muhammad rasulillah, hii barua au ujumbe huu unatoka kwa Muhammad kwenda kwa mfalme, anamuita katika ile mfalme wa Ufaransa, mfalme anawaita kwa majina yao yale ya utawala, kwa sababu kinywa cha mtume wetu Muhammad ni kinywa taharifu, hakina matusi. Lakini leo baadhi ya wanasiasa wa kileo, ile kitaka kwamba atambulike kwamba yeye ni mwanasiasa mashuhuri, basi kinywa chake kinakuwa na maneno machafu. Ni afadhali hata na kinyesi cha nguruwe. Kila mmoja wetu sisi amezaliwa na mama. Mtu aiangalie hadhi na heshima ya mama. Ukiwa hawezi ukainua kinywa chako
kumtukana mama yako aliyekuweka ndani ya miezi 9 ndani ya tumbo, ukainua kinywa chako kumtukana yule, basi mama yako huyo hana tofauti na mwanamke mwingine. Alislamu dinul amni wal istiqrari min kulli nahiya, nahiyatu siyasia, nahiyatu iktisadia, katika kila nyanja ijtimaia. Katika masala ya kijamii Uislamu umekamilika. Ndugu zanguni, takumsheni kitu kimoja, kwa sababu nimepewa dakika 5, lakini leo nilikuwa nizungumze jambo ambalo kukumbusha katika historia. Haya masala ambayo wakina Gwajima au Askofu Gwajima, wakina Tundu Lissu kumtukana mama, hayakuanza kwa wao. Watukufu wa Islam, nakumbusheni kwamba kipindi cha mwaka 2000 sisi tulikuwa tuna madai yetu katika serikali ya CCM kuhusiana na mahakama ya kadhi na OIC. Tukapeleka maombi yetu, wakatusikiliza, wakaweka katika ilani yao. Maana wametusikiliza vilio vyetu, wakaweka katika ilani ya CCM. Nataka mnisikilize vizuri Waislamu, la takunu imma, tusio watu wa vigeugeu. Kipindi kile cha mwaka 2000 awamu ya 4, nakumbuka rais aliyekuwa pale ni mzee wetu Jakaya Kikwete. Tumelalamika sana, wakaona kweli Waislamu wana haja ya mahakama ya kadhi, wana haja kupata swala la OIC ili mambo yao yaende, na sio kama kuibadilisha nchi katika sura ya Uislamu. Wakatusikiliza, wakaweka katika ilani. Maana katika ilani ya chama chochote wanapoweka mambo yao ni kuyatekeleza. Lakini yaliyotokea kipindi kile cha awamu ya 4, mzee wetu yale yaliyomkuta kupitia hawa viongozi wa imani, wakatoa tamko lao. Nakumbuka kuna gazeti moja Tanzania Daima lilikuwa na kichwa cha habari sema kwamba iwapo rais atawapa hesabu mahakama ya kadhi, damu itamwagika. Nisikizeni vizuri, mama anapotukana Waislamu, tusiingie katika masala sijui ya udemokrasia. Mapaka kuna wengine wanasema kwamba suala sijui la mwanamke kuongoza nchi, mwanamke saiki, haya ni masala ya kiimani, si masala ya kidemokrasia. Eleweni hili, haya ni masala ya demokrasia. Demokrasia ni uhuru, kuna mambo ambayo mtu anafanya yanayotakiwa pale. Ndio maana katika Uislamu hawezi akawa mwanamke ni imamu akaongoza watu. Katika Uislamu hawezi mwanamama akawa ni kadhi. Hizi ni propaganda za watu kutaka kumchafua mama. Ile nafasi yake Allah atamuhifadhi na atampa miaka 5 nyingine. Najua watasema kwamba amekuwa chama. Mimi si chama wala si mwanachama wa chama. CCM anajua vizuri, lakini hapa na hapa haki yao. Mwaka 2000 suala la mahakama ya kadhi, suala la OIC walitupokelea na wakataka kutekeleza. Yalitokea nini? Hoja za maaskofu katika suala la udini. Miongoni mwa hoja za maaskofu ni kuwa suala la kadhi kutambuliwa na katiba ya nchi ni kuleta udini miongoni mwa Watanzania. Rejea gazeti la Msema Kweli nambari 578 la Jumapili Septemba 28 mpaka Oktoba na mwaka 2008 ukurasa wa 5, na nukuu ilikuwa nasema hivi, akitoa tamko hilo jijini Dar es Salaam kwa niaba ya maaskofu wa Pentekosti nchini, mwenyekiti wa PCT mkoani hapa Askofu David Mwasota alisema katika awamu 4 za uongozi wa nchi kumekuwapo na juhudi za makusudi
kwa baadhi ya viongozi wa serikali, wabunge na viongozi wa dini ya Kiislamu kujaribu kushinikiza udini. Aliutaja udini huo kuwa ni kutaka kuingiza mahakama ya kadhi ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano na pia Tanzania kujiunga na OIC. Mwisho wa kunukuu. Sehemu nyingine, masuala ya kutukanwa mama hayakuanza kwake yeye. Mzee wetu Mzee Jakaya Kikwete kaanza kutoka 2000. Eleweni hizi baadhi ya kauli za baadhi ya maaskofu. Wakasema katika swala lingine, ukiukwaji wa katiba. Hili ni moja ya madai ya maaskofu katika kupinga kurejeshwa kwa mahakama ya kadhi na Tanzania kujiunga na OIC. Rejea gazeti la Jibu la Maisha namba 37 Jumapili Septemba 28 Oktoba la tarehe 4 2000, ukurasa wa pili, na nukuu ilikuwa nasema hivi: na wala hatutaki kabisa kuona kinaingizwa kipengele cha kuwa na mahakama ya kadhi ndani ya katiba, maana kufanya hivyo ni kukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 toleo la Novemba la tarehe 1 mwaka 2000, sehemu ya pili ibara ya 9 kifungu A na ibara ya 20. Kukiuka vifungu hivyo kutasababisha uvunjifu wa amani na kubomoa mihimili mikuu ya utulivu iliyosimamishwa ndani ya nchi yetu. Haya ni matamko ya baadhi ni sehemu nyingi sana mpaka fika kwa swala kama kwamba kuingiza swala la mahakama ya kadhi na swala la OIC ni kuinajisi nchi hii. Lau kama si lujnat kipindi kile hayatu ulama, kipindi kile tunadai ikafikia hatua, shekhe langu almarhum Sheikh Suleiman Ahmad Kilemile wakatuambia kwamba swala hili serikali tayari wamekushapokea, subirini majibu ya utekelezaji. Wakati serikali ya CCM inataka kutekelezea masuala ya mahakama ya kadhi, swala la OIC, ndio wakaingia hawa baadhi ya maaskofu kupinga hili. Lazima tuwatendee haki. Serikali ya CCM walikuwa tayari, lakini wakasema kwamba tayari, subirini, msilete machafuko. Mwangalieni maisha ya Mtume Muhammad katika Suluhu Hudaibia. Alifanya nini Mtume? Mtume alikuwa anashindwa kuangamiza wale. Mambo gani yalibadilishwa katika mkataba wa Suluhu Hudaibia? Watukufu Waislamu, Askofu Gwajima haya anayoyafanya, kumtukana mama aliyemfadhia kama pale, si sahihi, na Allah anaweza akamradi. Tundu Lissu si wa kufanya hivi. Tundu Lissu mama kamfanyia ihsani. Tundu Lissu akawa mkimbizi, mama akafunga safari akaenda kumjulia hali, mama akampigania mali zake bungeni, akarejeshewa, akamwambia rudi, sio mkimbizi. Tundu Lissu wewe wakumtukana mama. Na hili Waislamu, baada ya mama kusimamia swala la bandari, eleweni lile, kwa sababu hawa baadhi ya maaskofu wakuwa wananufaika kule, mama akaweka mambo sawa, na Allah atamsimamia, na Allah atamuhifadhi, na Allah atamnusuru, na mama miaka 5 tena ijayo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جماعة الخير، عيد مبارك. Na nakumbuka siku ile
ambayo ilikuwa ni siku adhimu, siku ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aisoma hii khutba iliyopitiwa kwa ufupi na ndugu yangu Mshijabu. Alikuwa amesimama sehemu maalum kwa wakati maalum na kwa jambo maalum, ikateremka aya yenye lengo maalum kumwelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa juhudi alizozifanya na mitihani iliyomkuta, misukosuko, balaa, kupoteza mali, kupoteza wafuasi, akaletewa faraja ambayo ndio siku ile kwa kila Muislamu kutembea kifua mbele